Historia ya Edwin Mtei. Kutoka mchungaji wa mbuzi hadi gavana wa benki kuu, Edwin Mtei ni mmoja wa watu wachache barani Afrika waliopitia safari ya maisha ya kipekee, kutoka maisha ya umaskini mkubwa hadi kufikia kilele cha madaraka na ushawishi mkubwa serikalini. Historia yake imeandikwa katika wasifu wake, autobiography, unaoitwa From Goatherd to Governor. Edwin Mtei alizaliwa mwaka 1932 huko Marangu, Moshi, katika kipindi cha ukoloni wa Tanganyika. Alilelewa na mama yake pekee, mzazi mmoja, katika nyumba ya nyasi yenye umbo la duara. Maisha yalikuwa magumu. Baada ya masomo, Mtei alikuwa anachunga mbuzi ili kusaidia familia. Elimu yake ya awali aliipata katika shule ya kanisa la Kilutheri Ngaruma, maarufu kama Bush School. Hapa ndipo safari yake ya elimu ilipoanza, katika mazingira ya kijadi na kikoloni ya miaka ya 1930, 1940 na 1950. Baada ya elimu ya awali, Mtei alijiunga na Old Moshi Middle School, Tabora Secondary School. Mwaka 1953 alipata nafasi ya kujiunga na Makerere University College, Uganda, chuo kikuu maarufu zaidi Afrika Mashariki kwa wakati huo. Mwaka 1957 alihitimu kwa shahada ya Bachelor of Arts katika sayansi ya siasa, historia, jiografia. Katika maelezo yake mwenyewe, Mtei anasema aliamua kuanza simulizi la maisha yake tangu utotoni ili kuonyesha namna ilivyokuwa kukua Tanganyika ya kikabila na kikoloni, pamoja na mila, desturi na sheria za kikoloni zilizogusa maisha ya watu wa kawaida. Sehemu muhimu zaidi ya maisha ya Edwin Mtei ni pale aliposhika nyadhifa za juu serikalini baada ya uhuru wa Tanzania. Alikuwa gavana wa kwanza wa Benki Kuu ya Tanzania, BOT, mbunifu mkuu wa mfumo wa Benki Kuu Tanzania, katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, EAC, waziri wa fedha katika serikali ya Mwalimu Julius Nyerere. Katika kipindi hiki, Mtei alikuwa mmoja wa watu wenye ushawishi mkubwa katika uchumi wa Tanzania na Afrika Mashariki. Mtei anasimulia kwa uwazi mgogoro wake na Mwalimu Julius Nyerere, hasa kuhusu sera za IMF, shirika la fedha la kimataifa, mwelekeo wa uchumi wa Tanzania. Kutokana na kutofautiana kwa misimamo, Mtei alijiuzulu wadhifa wake wa waziri wa fedha. Katika wasifu wake, kwa mara ya kwanza, anaeleza upande wake wa hadithi kuhusu tukio hilo ambalo kwa miaka mingi lilikuwa halielezwi kwa undani. Mwaka 1992, Tanzania ilipoingia rasmi kwenye mfumo wa vyama vingi, Edwin Mtei alijitosa kikamilifu katika siasa za upinzani. Alianzisha chama cha Chadema, Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Alifanya kazi kwa bidii kukijenga chama hicho hadi kikawa moja ya vyama muhimu vya upinzani nchini, ingawa yeye binafsi hakufanikiwa kushinda kiti cha ubunge wa Arusha mjini katika uchaguzi wa mwaka 1995. Hata akiwa na umri wa zaidi ya miaka 77, Edwin Mtei aliendelea kusema kile anachoamini kwa ujasiri mkubwa. Alistaafu rasmi, akaishi katika shamba lake la Ogaden Estate, lakini bado alikuwa akitoa maoni makali kuhusu uchumi, akichangia mijadala ya siasa za Tanzania na Afrika Mashariki. Maoni yake mara nyingi yaliendelea kuamsha mjadala na hata kuwakwaza baadhi ya viongozi. Safari yake ya maisha ilifika tamati usiku wa tarehe 19 Januari 2026 katika mkoa wa Arusha. Kwa mujibu wa taarifa rasmi zilizotolewa, Mzee Mtei alifariki dunia akiwa njiani akipelekwa hospitalini kwa ajili ya kupatiwa matibabu baada ya kuugua kutokana na changamoto za kiafya zinazohusiana na uzee. Taarifa zinaeleza kuwa
Afya yake ilizorota ghafla, hali iliyosababisha juhudi za haraka kumpeleka hospitalini. Hata hivyo, kabla ya kufika, Mungu alimchukua na hivyo kuhitimisha safari ya maisha ya mmoja wa viongozi waliobeba historia nzito ya taifa la Tanzania. Kifo chake kimeacha huzuni kubwa nchini kote. Viongozi wa kisiasa, wasomi, wanaharakati wa demokrasia na wananchi wa kawaida wameendelea kutoa salamu za pole, wakimtambua Edwin Mtei kama mbunifu wa mfumo wa Benki Kuu ya Tanzania, kiongozi mwenye msimamo thabiti wa kiuchumi na mmoja wa waasisi wa demokrasia ya vyama vingi kupitia Chadema. Msiba huu haukuwa wa familia pekee, bali ni msiba wa taifa, kwani Tanzania imepoteza mmoja wa wazee wake waliokuwa mashahidi wa historia kuanzia ukoloni, uhuru, mageuzi ya uchumi hadi mapambano ya demokrasia. Kwa mujibu wa ratiba iliyotangazwa, mazishi ya Edwin Mtei yanatarajiwa kufanyika siku ya Jumamosi, tarehe 24 Januari 2026, nyumbani kwake Tengeru, Arusha, ambapo ndugu, jamaa, viongozi wa kitaifa na wananchi wanatarajiwa kujitokeza kumpa heshima za mwisho. Tunapenda kutoa pole za dhati kwa familia ya mzee Edwin Mtei, ndugu, marafiki na taifa lote la Tanzania kwa msiba huu mkubwa. Edwin Mtei ataendelea kukumbukwa kama kiongozi aliyesimama na misimamo yake, aliyepanda kutoka maisha ya kawaida kabisa hadi kufikia kilele cha uongozi wa taifa. Historia ya Tanzania haitamtenganisha na simulizi yake. Pumzika kwa amani, Edwin Isaac Mbilinyi Mtei. Rest in peace.